مجالس الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu unaniangalia, ikiwa ni sehemu ya mwendelezo wa kipindi chetu maalumu kiitwacho Majalisul Hadith, ikiwa ina maana ya vikao vya hadithi. Kikao hiki lengo lake, kama ambavyo tumetanguliza, kuzungumzia hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tumeanza kukichagua kitabu kinachoitwa Matnul Arba'in an-Nawawiyya, matini ya hadithi 40 ambazo ameziandika al-Imamu an-Nawawi katika kitabu hiki, kitabu ambacho kimekusanya hadithi sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuliangalia wasifu wake al-Imamu an-Nawawi, na leo biidhnillah tunaanza hadithi nambari 1 ndani ya kitabu hiki. Hadithi ya kwanza, alhadithu alawwal, innamal a'malu binniyat. Kichwa cha habari cha hadithi hii kinasema hakika si vinginevyo matendo hutegemea nia. An Umar radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. haya ni matini ya lugha ya Kiarabu katika hadithi hii nambari 1. Maana ya hadithi hii, an Umar radhiyallahu anhu, imepokelewa kutoka kwa sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam aitwaye Umar bin al-Khattab, radhi za Allah zimwende yeye. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ni sahaba mashuhuri, ana tarehe kubwa katika historia ya Kiislamu. Huyu ni katika sahaba miongoni mwa wale waliobashiriwa pepo na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na anachukua nafasi ya pili katika wale masahaba 10 waliobashiriwa pepo na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini vile vile huyu ni katika wale masahaba walioongoza dola ya Kiislamu, khulafa ar-rashidin, baada ya kufa na kuondoka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aliongoza Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kisha baadaye akafuata yeye Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimemsikia mjumbe wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, yaqul, anasema, innamal a'malu binniyat, hakika si vinginevyo matendo hutegemea nia, wa innama likulli imri'in ma nawa, na hakika si vinginevyo kila mtu atalipwa kwa kile alichonuia. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli, basi yule ambaye kwamba imekuwa hii hijra ya kuhama kwake nia yake ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, fahijratuhu ila Allahi wa rasuli, basi atalipwa kwa kule kuhama kwake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Wa man kanat hijratuhu lidunya, na yule ambaye imekuwa hijra ya kuhama kwake kwa ajili ya mambo ya kidunia, yusibuha, ili apate mambo hayo ya kidunia, au imra'atin yankihuha, au kwa ajili ya mwanamke kwa lengo la kumuoa, fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, basi mtume anasema basi kuhama kwake atalipwa kwa kile alichokihamia. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, imepokelewa na Imam Bukhari na Imam Muslim. Hadithi kwa ujumla inatufahamisha kila a'mal, kila tendo ambalo mwanadamu anahitajia kulitenda, basi atangulize nia yake. Ndugu Islam, hadithi hii ina mambo makuu mawili ni muhimu sana. Jambo la kwanza, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametugusia suala la nia, na hadithi hii inalenga nia, kwa maana nia ni kitu muhimu sana katika matendo yetu. Ukamilifu, usahihi, hali iliyokuwa nzuri katika ufanyaji wa matendo yetu, basi nia ni kipaumbele kikubwa sana katika matendo yetu. Na
Kwa ufupi tu, maana ya nia katika lugha ya Kiarabu, neno nia maana yake ni kukusudia. Unapokusudia jambo lote, basi umetia nia katika jambo hilo. Ama kisheria tunasema ni kukusudia hali ya kuambatanisha na kitendo husika katika hilo jambo lako. Mfano, unapohitajia kutia udhu, basi sheria inatuambia nia ya udhu mahala pake ni pale unapoosha uso wako, kwa maana katika faradhi za udhu ni kutia nia. Na katika kila ibada, ikiwemo ibada ya sala, ibada ya hija na nyinginezo katika ibada, nia ni kitu muhimu, na nia ndiyo silaha ya kukupa a'mal uzito wa mizani yako katika malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la pili, katika hadithi hii tunazungumziwa suala la hijra. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi amegusia, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fahijratuhu ila Allah wa rasuli, yule ambaye amehama kwa ajili ya Allah na mtume atalipwa nia yake kwa kuhama kwa ajili ya Allah na mtume. Hijra maana yake katika lugha ni kuhama au kuacha jambo. Hii ndiyo maana ya kilugha at-tark. Ama kisheria tunasema ni kuacha makazi ya kikafiri kuelekea katika makazi ya Kiislamu kwa lengo la kuepuka fitna za makafiri katika sehemu hiyo ambayo umeamua kuhama. Ama murad, makusudio ya hijra katika hadithi hii tunasema al-intiqalu min Makkah wa ghayriha ila al-Madina, ni ile hijra ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallama pamoja na masahaba radhiyallahu anhum walipohama kutoka mji wa Maka na wengineo katika miji mingineyo kuelekea katika mji wa Madina. Na makusudio ya hijra inafahamika ni ile kabla ya tukio la Fathu Makkah. Hii ndiyo maana ya hijra na makusudio katika hadithi yetu hii. Ndugu Waislamu, hadithi inalenga katika kuambatanisha matendo yetu na nia zetu. Al-Imamu an-Nawawi rahmatullahi alayhi katika utunzi wa hadithi hii katika kitabu chake hiki kuna ufafanuzi, ikiwemo ni ipi sababu ya kupokelewa kwa hadithi hii. Sababu hasa ya kupokelewa hadithi hii, rawa at-Tabarani, al-Imamu at-Tabarani fi mu'jamihi al-Kabir, amepokea katika Mu'jamul Kabir biisnadi rijali thiqat, kwa mapokezi ya wale watu ambao waaminifu katika upokezi wa hadithi, kwa maana hawasifiki na sifa yote ambayo mbaya yenye udanganyifu na dosari ya aina yote. Anasema ani Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, imepokelewa kutoka kwa sahaba Ibn Mas'ud radhi za Allah zimwendee yeye, qala, amesema Ibn Mas'ud anasema ya kwamba, anasimulia sababu ya kupokelewa hadithi hii ya nia, kana fina rajulun, kulikuwa kati yetu sisi kuna mtu khataba mra'atan, amemposa mwanamke, yuqalu laha, huitwa yule mwanamke jina lake Ummu Qais. Faabat, Ummu Qais akakataa kuolewa naye, akaweka sharti ili aolewe naye basi ahame amfuate katika mji wa Madina ili wafunge ndoa. Basi huyu bwana akahama kwa lengo la kumfuata huyu Ummu Qais ili amuoe, na akafanikiwa akamuoa. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa man kanat hijratuhu lidunya au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Hii ndio ilikuwa sababu ya kupokelewa hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa mapokezi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imamu an-Nawawi rahmatullahi alayhi, miongoni mwa ufafanuzi ambao ametuwekea kupata mafunzo na mazingatio katika hadithi hii ya nia, anasema dalla al-hadith, hadithi hii inatujulisha ya kwamba ala anna an-niyata, hakika ya nia zetu hizi, mi'yar litashihi al-a'mal, ndio kiwango ama kipimo cha kupata usahihi haya matendo tunayoyafanya katika maisha yetu. Fahaithu salahat, wakati ambao kwamba nia imekuwa sahihi, imekuwa njema na ni nzuri, salaha al-amal, basi hata lile tendo linakuwa ni nzuri, kwa maana limefanikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mujibu wa ile nia yako. Wa haithu fasadat fasada al-amal, na itakapokuwa nia imeharibika, basi na tendo vile vile litakuwa limeharibika. Nia inapokuwa mbaya, bila shaka na matendo yanakuwa mabaya. Kupitia maelezo haya, al-Imamu an-Nawawi rahmatullahi alayhi vile vile anatueleza ya kwamba inapotokezea hali imeambatana nia na jambo ambalo Muislamu au mwanadamu anapohitaji kulitenda jambo hilo, zaidi tunazungumzia katika imani za Kiislamu, jambo la kwanza ambalo hupatikana kwamba mtu anafanya tendo lake hilo khaufan min Allah, kupata hofu
kutoka kwa Allah mtukufu, kwa maana namhofia Allah asije akafanya jambo kinyume na alivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hali ya pili, al-Imamu an-Nawawi vile vile anaweka ufafanuzi kwamba nia ikiambatana na a'mal, mara nyingi sana mtu anafanya li talabil jannati wathawab, mtu kupata fadhila ikiwemo kupata pepo ya Allah na malipo yake. Lakini vile vile ndugu zangu katika iman, limeulizwa suala, hal min al-afdal al-ibadati ma'a al-khawfi au ma'a ar-raja? Je, kipi kilichokuwa bora katika ibada? Kufanya ibada hali ya kuwa uko pamoja na hofu, au kufanya ibada kwa kutarajia, manake una pamoja katika ibada yako na kuweka matarajio katika yale unayoyatenda katika maisha yako? Hili swala limeulizwa. Qila, pamesemwa, qala al-Ghazali rahmatullah au rahimahullah, al-Imamu al-Ghazali rahimahullahu ta'ala anasema katika jibu ya suala hili kwamba kipi kilichokuwa bora, nia iambatane katika yale matendo pamoja na hofu au pamoja na matarajio. Imam Ghazali anasema katika majibu, al-ibadatu ma'a raja afdal, ibada ambayo imeambatana na malipo, matarajio, hii ndiyo bora zaidi, kwa sababu mtu atakuwa anafanya a'mal kwa lengo la kupata fadhila, kwa lengo la kupata radhi za Allah, kwa lengo la kuwekewa pepo na Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika sababu alizitoa akasema Imam Ghazali, lianna ar-raja yurithu al-mahabbati, matarajio yanapelekea mtu kuingiza mapenzi katika moyo wake katika yale matendo anayoyafanya. Lakini itakapokuwa kinyume, sasa mtu a'mal au ibada anaifanya hali ya kuwa ameambatanisha wal khawf, pamoja na hofu, al-Imamu al-Ghazali anasema rahimahullah, yurithu al-qunut, ile hofu itampelekea mtu baadaye kukata tamaa katika yale matendo yake. Huu ni baadhi ya ufafanuzi ambao umetolewa katika hadithi hii. Ndugu zangu katika iman, hadithi kwa ujumla inatufahamisha tulenge nia zetu katika kheri ili kupata malipo ya kheri. Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ddin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakutuamrisha sisi isipokuwa tumwabudie yeye, tumtakasie na nia iliyokuwa safi kabisa katika dini ya Kiislamu, kwa maana matendo yetu tuelekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo ambavyo tunavyoelekezwa. Ama vile vile, kwa kumalizia, katika sehemu ya manufaa ya hadithi hii ndugu zangu katika iman, unapokuwa umekania katika jambo lako, hata kama haukulitenda lile jambo, lakini madamu nia yako salih safi kabisa, ya Rabbi natia nia hii kufanya jambo fulani, lakini pengine kwa taufiki zake Allah haukuwafikiwa kufanya lile jambo. Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa hadithi ambazo tutaziona mbele ni mwetu huko katika kitabu hiki, kwamba nia njema unapata malipo hata kama jambo utakuwa haujalifanya. Tofauti na dhambi. Dhambi ukitia nia kufanya mabaya, ukawa haujafanya lile baya, basi Allah hakuandikii ile dhambi mpaka uitende. Huu ni uzuri wa dini ya Kiislamu. Kwa hiyo tutosheke na utangulizi huu, au tutosheke na ufafanuzi huu mfupi kabisa katika hadithi hii ya innamal a'malu binniyat. Allah atulipe manufaa ya kukisoma kitabu hiki na kupata ufahamu katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah amnufaishe huko alipo al-Imamu an-Nawawi ambaye amekikusanya kitabu hiki na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukutane katika sehemu ifuatayo. Allahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.